na Mheshimiwa Anthony Mtaka, kinara namba 1 katika mkoa wa Njombe, anasisitiza mlo kamili ni pamoja na kula na matunda. Kwa TFS muone kazi mliofanya hapa sio ya kitoto. Ni parachichi. Kwanza itameremetesha mazingira. Lakini pili mtapata fedha. Hapa shule hamtaanza kulialia walimu. Tunataka walimu wapate fedha hapa. Wanafunzi wataboresha mlo kwenye yale makande yetu, kwenye kile mboga zetu watakatia parachichi wataweka mle. Tutaondoa ile masuala ya udumavu, masuala ya utapia mlo. Unaona parachichi itafanya kazi hapa. Lakini walimu watapata kipato. Walimu watakunywa chai shuleni. Kwa hiyo kufuata chai haitakuwepo. Walimu wetu oye. Kwa mnaona namna gani ni parachichi hii itakapokuwa inafanya kazi. Na sisi wageni tukifika hapa tutapewa maparachichi. Lakini parachichi tumeambiwa ni dawa nzuri sana. Kwa ndugu zangu, ni parachichi hizi, wito wangu kwenu mzitunze. Mziwekee samadi. Mkiweza mzimwagilie, mzihifadhi. Tafuteni wataalamu wa misitu, maafisa kilimo wawaelekeze namna bora. Inawezekana mmefundishwa, kazi yenu ni kufundisha sio kupanda. Sasa mnaweza kaza imetelekezwa imekuwa ya njano kutokana na kwamba hamna utaalamu huo. Kwa wataalamu wetu wapo, afisa kilimo hapa nimemuona, atakuja kuwaelekezeni ili mpate tija. Tuna shule moja hapa inaitwa shule ya msingi Tandala. Juzi wameuza kilo 800 za parachichi. Ziko shuleni kilo 800. Na watoto wale wanazitunza zile parachichi kwa wivu. Kila wanapokula chakula chao wanachanganywa na nini? Na parachichi. Na Mheshimiwa Anthony Mtaka, kinara namba 1 katika mkoa wa Njombe, anasisitiza mlo kamili ni pamoja na kula na matunda. Na Mheshimiwa Anthony Mtaka, kinara namba 1 katika mkoa wa Njombe, anasisitiza mlo kamili ni pamoja na kula na matunda. Kwa TFS muone kazi mliofanya hapa sio ya kitoto. Ni kazi nzuri sana, makofi kwao tafadhali. Lakini wananchi mjue kwamba mtoto akiambiwa bwana beba samadi, usifikiri mtoto anateseka, bebe kwenye lita 1 lita 2 ndio unamzoesha hivyo. Tupunguze ile dhana ya kulea watoto kiboya. Yaani mtoto leo unamfurahia. Lakini baada ya miaka kadhaa anakuwa adui yako. Kwa nini anakuwa adui yako? Anamaliza la 7, wengine hawataki kwenda sekondari, anabaki nyumbani pale livivu kwa sababu melizoesha kufanya kazi za kivivu. Kazi za kivivu hakuna kazi hapo. Sasa yule mtoto anabaki tu kukutegemea wewe. Na wewe umri umekwenda. Na wewe umekaa pale na watoto wote watatu, hawajasoma, hujawazoesha kazi, na matokeo yake ni mabaya sana. Unaanza kuambia sasa, nyinyi wanangu, nikifa mimi, wewe utachukua hii nyumba, nikifa mimi, wewe utachukua ile ardhi, nikifa mimi utachukua ule msitu. Sasa umeahidi hivyo leo, umetoa huo wosia wa maneno leo. Mwaka wa kwanza hufi, mwaka wa pili hufi na Mungu alivyofundi, mwaka wa 3 hufi, mwaka wa 4 hufi. Kinachotokea wanakuondoa haraka ili waanze kumiliki ahadi zako. Na tafiti kubwa huku, migogoro ya ardhi na mali ni mingi sana. Na watu wavivu wasiosoma